kabla sijaendelea mwezi huu tunaendaje, nataka uelewe kwa sababu tutazungumzia mambo mengi. Amen. Amen. Kila mtu unayemwona chini ya jua, kuna wale wamezaliwa na mwanamke na kuna wengine pia hawajazaliwa na mwanamke, na kuna wale wa shetani wamezaliwa na mwanamke na kuna wale wa Bwana Yesu wamezaliwa na mwanamke. Sasa kabla sijasema tunaendaje mwezi huu, kuna ile wa Korintho wa kwanza 11 nagusia juu alafu naendelea kitu kingine. Unafahamu wa Korintho, waraka wa kwanza wa Korintho mlango wa 11 unaelekeza mwanamke kutii. Ameelekeza mwanamke kutii kwa chini ya mwanaume ili aweze kushiriki meza ya Bwana. Ili utaratibu huu ukae ndio ashiriki meza ya Bwana. Na ametumia muda mrefu kuzungumzia hicho. Na wakati nasoma nikajumlisha na yanaendelea, kisha Bwana Yesu nini kinaendelea duniani. Asema kitakachoonekana duniani sasa hivi ni ndoa nyingi kuvunjika, kwa sababu kila mtu anadai anataka haki yake. Walio kwenye ndoa watataka kutoka na walioko nje ya ndoa watataka kuingia. Ili ndoa ichafuliwe ionekane sio kitu cha maana. Na nikasikia wasomi hawaoshagi boxer za waume zao wenye degree. Nisikia wenye degree hawaoshagi boxer. Kwa hiyo nikasema hapa kuna watu wanaenda kukosa soko. Kwa nikaliangalia nikasema Bwana, kuna shida. Shida iko wapi? Iko na shida. Unawezaje kuwa mchungaji ukaongea neno kama hilo? Eti nina degree siwezi kufua boxer ya mwanamume. Wewe mwambieni, hatuoi degree, wanaume hawagi degree. Wanaoa mke, sio mwanamke. Hakuna naye wa mwanamke. Tunaoa sisi kwetu kuambie. Sisi waoaji. Na tuoane. Sisi tunaoaga, wanaume wanaoa, wanawake wanaolewa. Kwa sababu sitazungumza kwa undani wa Korintho ile, nitakuja kuzungumzia na wakati wake, sababu tuna muda kuzungumza meza ya Bwana na kutosha. Sasa wale wake wanisikilize. Mimi ndiye mdogo kuliko wote katika mwili wa Kristo Yesu. Nilipewa dhamana hii nyakati hizi. Ile watu wanajua hawajui, hilo sio shughuli. Nisikilizeni. Msikilize kwa makini. Siku moja nikawaambia, ukiona washi kwa watoto pale nyumbani hawatii, angalia nyumba hiyo, mama anamtii mumewe. Kwa sababu watoto ndani yao, utoto ni mwili, wale ni roho, wanajua na wanafahamu. Wanajua mama anatakiwa kae kwenye nafasi ya kumtii baba, amemwazi. Utaona kila mtoto pale nyumbani anahuasi. Si unanielewa kweli? Sasa shida iko hapo. Na hiyo inaitwa laana kwa mwanamke. Nataka kuonyesha. Kwa tuoe degree na tuoe mwanamke, tunaoa mke. Unaelewa? Amen. Kwa hiyo kama umeolewa uwe mke mwema, na kuna mke muovu. Sasa mke mwema ni yule anayemcha Bwana, anajua kanuni za Mungu. Na kuwa mke sio umeolewa ndio unakuwa mke. Kwa sababu leo ni baada ya familia na uchumi. Lakini nahusu meza ya Bwana katika familia. Amen. Amen. Utanielewa tu. Auwe mke kwa sababu umeolewa.
lakini sio